Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambacho sasa kitafanyika kuwa baraka katika maisha yako ndani ya dakika chache zinazokuja. Ebu acha Mungu akubariki katika usikivu wako. Tushirikiane mimi na wewe kupata baraka hizi za mkate wa kiroho kutoka katika nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Na waeleza, mwizi hawezi kuiba kitu ambacho hauna. Linda kile kitu ambacho wewe unakiona mwenzako hana. Shetani anakiwinda kile ulicho nacho. Sio kila mtu anacho. Kilinde sana hicho kitu. Kilinde sana hicho kitu katika jina la Yesu. Una kazi, kuna watu wanaitaka hiyo kazi. Una ndoa, kuna watu wanaitaka hiyo ndoa. Una mtoto, kuna watu yani kuna watu wako kwa waganga kila siku ni kurusha vitu ili usiweze kuzaa mtoto. Linda sana. Linda sana. Una diploma, una degree, una biashara. Jamani, linda hicho kitu ninachokueleza na kielewa. Linda sana hicho kitu. Lakini nazungumzia ndoto zote zinazokuja kwa njia kutuferisha, ambazo Mungu anatuonyesha yule ibilisi amejiandaa kutuferisha. Ninazivunja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninazivunja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeona nizungumze hichi kitu, ni kitu muhimu sana, very sensitive. Ni kitu muhimu sana. Tujue kuomba, tujue kupambana, kulinda kitu ambacho unacho. Lakini pia kuwa na nidhamu ya kazi yako na nidhamu ya fedha yako. Linda uaminifu wako na Mungu. Lakini pia usifanye kitu ambacho unaona wewe ukikifanya, wakikufanyia watu, kitakuumiza. Usifanye hicho kitu. Usimfanyie mtu wakati unajua mimi nikifanyiwa hicho kitu kitaniumiza. Jitahidi sana kumwomba Mungu akuvushe katika maeneo hayo. Inua mikono yako juu, simama juu. Simama juu. Sema maneno haya. Wewe ukifananishwa na Mama Samia, si unajisikia vizuri? Lakini ukifananishwa na mwizi, nataka tukatae hiyo roho ya mtu anakufananisha na watu wabaya. Wewe nakufananisha hivi. Ulishai kupelekwa Segelea? Hapana. Hujai kupelekwa Ukonga? Hapana. Kuna siku nilikuta askari wamekupiga pingu, umeiba mbuzi? Hapana. Hii roho ya kufananishwa na matukio mabaya naikataa kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa nguvu, naikataa katika jina la Yesu. Sema amen. Roho nyingine ambayo sio nzuri lazima niifute. Umezaliwa alafu una bibi yako, una babu yako, una baba yako. Kwenye miili ya binadamu unakuta huyu hapa ana ishara hapa. Sijui kama mnanielewa, mnaangalia vizuri. Ana ishara hapa kwenye shingo. Na unaweza kufikiri labda amefanywa rough bite na mke wake, mchungaji pale. Lakini kumbe ni ishara. Ukifuatilia bibi yake alikuwa mganga, naye ana ishara hapo hapo. Ukifuatilia babu yake naye alikuwa jambazi, ana ishara hapo. Ishara hizi sio nzuri kwako. Kwa sababu shetani anapotaka kupiga, huyu mtu amezaliwa ameshapigwa ishara. Kwa hiyo anapiga ishara kwenye kizazi cha damu yao. Ile ishara akimpiga huyu babu, kile kipigo kinasafiri kinakufikia hata wewe mtoto. Sasa ishara hizi za ukoo, ningependa kila mtu atamani nizifute. Yaani umezaliwa unaona kuna ishara kwenye mguu wako au kwenye mkono, na bibi yako anayo hiyo ishara. Jamani, nizifeke kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema umefutwa. Hiyo ishara sio nzuri. Sijui mnanielewa? Lakini pia jambo jingine, unakuta umezaa mtoto
kwenye ukoo wenu, babu yenu, bibi yenu, kwenye ukoo huko, kuna mtoto kwa kweli alizaliwa, aliwatesa, aliwaumiza. Unahisi hata wewe kama sio kwa neema ya Mungu, mtoto huyu angeweza kutoka akazaliwa. Kama sio kwa neema ya Mungu, ninafuta hiyo ishara kwa jina la Yesu. Hebu sema umefutwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unaamka usiku, unakuta mdomo wako wote umejaa mate. Kwa nini? Usiku uliota ndoto unakula chakula. Usiku uliota ndoto unakula chakula. Hiyo ishara tunaifuta kwa jina la Yesu. Hiyo ishara ya kuota ndoto unakula chakula inafutwa kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini pia una rafiki yako, wewe ndiye unayemtafuta tu. Una rafiki yako, wewe ndiye unayemtafuta tu. Lakini pia kumbuka, hujawahi kushika simu. Unataka kupiga simu, inaita, alafu naye anakuambia na mimi nishashika simu hapo. Nimeshashika simu. Roho yako haitakiwi kukutana na roho nyingine. Roho yako inatakiwa ikutane na Mungu tu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi ukiona nimekukumbuka, ni mbingu imekukumbuka. Ukiona wewe unawakumbuka watoto wako, ni Mungu amekukumbuka. Natangaza hiyo network ya kuwa na watoto walioshikamana na wewe, hiyo network iwe juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Ishara ya kudhulumiwa. Fedha unazo lakini zinakuwa zinachukuliwa. Fedha zako unakuta tu zimechukuliwa. Unikuwa unataka uongee na mtu ambaye ni mtu wa muhimu sana na ni mtu wa msingi, lakini imetokea ghafla umemsahau. Umesahau kabisa ahadi mliokuwa mmeahidiana naye. Lakini pia hata ule mfano niliotoa, unapita sehemu hiyo hiyo, unashangaa unaanguka wewe. Pale ukifika tu unaanguka. Lakini pia ajali unayoipata inagusa kushoto au kulia tu, haigusi kwingine kokote. Hiyo ishara leo tunaifuta. Sitaki kitu kijirudia tena katika maisha yako. Hebu sema umefutwa kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini ishara nyingine ni kutangaza kufukuzwa mtaa, kufukuzwa kanisani. Kuna watu walishatengwa kwenye makanisa, unafukuzwa kanisani. Au we mama, mume wako amekufungashia mizigo urudi kwenu, au mtoto wako amekufungashia mizigo urudi kwenu. Ishara ya mafarakano ya wazazi huwa inasafiri inakwenda kwa watoto. Inua mkono nifute hicho kitu, hakitajitokeza kwako. Nimefuta hiyo ishara ya mafarakano katika jina la Yesu aliye hai. Nuru ya ufalme ikuzunguke kwa jina la Yesu na uzao wako, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Mwisho, mtoto kufukuzwa shule. Mtoto kufukuzwa kwa ndugu yake. Ndugu yako anamfukuza tu, anasema mtoto mimi ameshindwa. Mtoto unashangaa usiku anakuambia nilikuwa nakimbia kwenda kuanga huko. Mtoto, hiyo roho nimeifuta kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema maneno haya: E Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umefuta ishara mbovu katika maisha yangu. Ishara za umaskini, ishara za uchawi, ishara za kurogwa, ishara za kutokufanikiwa, ishara za kufanana na vitu vibaya
leo nimevifuta kwa jina la Yesu. Unaweza ukachukua dakika moja kumshukuru Mungu na kumwambia asante. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante, umeniokoa. Inaha maha to receive berinda tolila seite dia glory hamata indete ya mikurtava kurutaya matahala tedia mikonda indelele sika nama payatalanda. Nuru ya kiungu ipitayo nuru zote iwe juu ya watoto hawa, uwatetee na uwavushe. Neno lako ni nuru, neno lako ni njia. Meyuli sanika lutelina nda poyuska. Oh, ke imate kalita dia pepo basama. Liko selinkadia muritadia kolila mama senda. Indelelebo sekanda la makanda. Holy abasete dia mekonta la maraseta. Indelia mokana sata. Mepayu kina toletav. Ipayu samite tedia le konti. Shamuke siva mota. Ino tedia koli sa ino kalabo. Be shisalula. Narutelia gemi seta. Ulizeme kola pana. Mungu mwenye nguvu akubarikini, akutie nguvu na akufungulie mwangazo wa maisha. Ainue kizazi chako, aweke moto wa mafanikio, aweke moto wa elimu darasani, wasiferi hilo giza kwa jina la Yesu. Ikawe nuru, ndoa yako ikawe na watoto, ndoa yako ikawe na amani, ndoa yako isiwe na waganga, kuwe nuru kwa jina la Yesu. Penda ibada na Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo hai. Na inua biashara yako, na inua kazi yako, ofisini kwako ile bosi anayekupiga vita, naweka moto kwenye ubongo wako, kusiwe na giza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.